Okay, karibu Kozena Cash, lakini pia karibu katika channel ya Satetemu, channel ambayo inakupa mafunzo ya fursa mbalimbali za mtandaoni. Sasa hii ni Kozena Cash. Kozena Cash ni fursa mpya ya kuingiza pesa kupitia mtandao ambayo inafanya vizuri sana. Na kwa sasa hivi ndo imeanza rasmi. Sasa video hii itakuelekeza namna ya kuweza kutumia akaunti yako wewe ambayo umeshajiunga na Kozena Cash. Baada ya kuwa umejisajili, umelipia, akaunti yako imekamilika na kiongozi wako amekwambia kwamba akaunti yako iko tayari, unaweza kutumia. Utakuja utaandika hapa username uliotumia kujisajili, hapa chini utaweka password uliotumia kujisajili, kisha utagusa sign in. Kwa mimi nitaweka za kwangu hizo username na password, then baada ya hapo nitagusa sign in. Kumbuka Kozena Cash nitajiweka shilingi 14,500 na kuna kazi mbalimbali za kufanya humo ndani. Sasa twende tuka login ili niweze kuelekeza namna ya kufanya. Kwa hiyo nitagusa neno sign in hapo. Baada ya hapo akaunti yako itafunguka hivi. Hapo kwa juu kabisa utakuta umeandikiwa welcome. Welcome nani? Atakuandikia jina lako. Welcome kama imeandikia welcome Satetemu hapo. Imeniletea jina langu hapo. Kwa hiyo ndo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili utaona kuna haya maelezo hapa yameandikwa. Haya maelezo ni maelezo ya kwamba ni kama maelekezo ya kwamba kitu gani kinaendelea na utaratibu ukoje. Sasa hapa utakuwa unapata maelekezo mbalimbali kuhusu Kozena site. Kama kuna issue yoyote, kuna swala lolote la msingi au kuna maelekezo yoyote yatakuwa yanawekwa hapa. Kwa hiyo hapo ni sehemu ambayo mara kadhaa wewe unapitia ili uweze kuangalia kwamba kuna maelekezo gani ambayo yametolewa kwenye site kwa maana ya Kozena site. Baada ya hapo ukishuka chini utaona kuna sehemu imeandikwa net income. Net income ni pesa, jumla ya pesa zote ambazo umeingiza. Jumla kwa maana ukiunganisha kazi zote unazozifanya katika Kozena Cash, jumla yake inakaa hapo. Hii sehemu nyingine iliyoandikwa expenses. Hapa kwenye expenses hapa pameandikwa kiasi ulichotumia kujiunga. Lakini pia hapa kuna sehemu nyingine imeandikwa bonus. Hii hapa. Hii ni bonus ya wewe kujiunga. Lakini hii bonus ina vigezo vyake vya kuipata. Taielezea hapo na vigezo vyake vya kuipata hiyo. Endelea kufuatilia hii video. Baada ya hapo utaona kuna sehemu nyingine imeandikwa balance. Hapa ndio inakaa pesa. Ukiwa unamshirikisha mtu mwingine kuna bonus ya kumshirikisha mtu. Wewe ukimshirikisha mtu mwingine pesa yake inakaa hapo. Kwa hiyo sehemu ya balance ni sehemu ambayo inakaa pesa ya kushirikisha watu. Unapomshirikisha mtu mwingine basi hiyo pesa inakaa hapo. Sehemu nyingine sehemu ya withdraw hapa. Hii ni sehemu ambayo inakaa ukitoa hela. Ukitoa hela basi hiyo hela inaandikwa hapo. Kwa mimi bado sijatoa, kwa hiyo ndio maana unaona hapo zero. Lakini vitu balance zingine humo kuna kazi mbalimbali. Kwa mfano ukifanya kazi ya TikTok, ukiangalia video za TikTok, pesa utakayoingiza itawekwa hapa. Ukilike matangazo, pesa utakayoingiza itawekwa hapa. Ukifanya maswali quiz, pesa utakayopata itaingizwa hapo. Ukifanya YouTube, ukiangalia video za YouTube, pesa utakayofanya itaingizwa hapo. Nitakuonyesha namna ya kufanya hizo kazi. Ukiposti matangazo status, bonus yako itawekewa hapo. Lakini pia kuna kazi zingine hizi, kwa mfano kama language translate. Hiyo ni kutafsiri lugha. Ukifanya hiyo kazi, kiasi ambacho utakuwa umeingiza kitawekwa hapo. Kuna hii ya kuchati na wazungu. Chat na wazungu, bonus ambayo utakuwa umeingiza itawekwa hapo. Kuna hii ya kuandika. Ukiandika blogs, pesa utakayoingiza itakaa hapo. Kuna hii kuspin and wheel. Kwenye spinning ya kuzungusha gurudumu, pesa yake itawekwa hapo. Kwa hiyo hapo ni kipengele cha other balances. Balance zingine. Kwa hiyo ina maana hapa juu balance hii iliyoandikwa balance hii ni unapomshirikisha mtu pesa yake ndio inakaa hapo. Sawa? Lakini hapa kwenye net income kuna imeandikwa net income. Hiyo ni jumla ya pesa ya vipengele vyote. Vipengele vyote ukiunganisha balance, ukiunganisha na hivi vipengele vingine hivi vyote ndio jumla yake inakaa pale kwenye net income. Kwa sababu hapa akaunti ni mpya ndio unaweza kuona bado sijaanza kufanya hizi kazi. Ila nakuelekeza wewe ili uweze kuelewa. Baada ya hapo kuna hapa chini. Hapa chini kuna sema andikwa net growth. Net growth ni inakuonyesha kwamba wewe umeshashirikisha watu wangapi. Kama mimi hapa nimeshirikisha mtu mmoja, kwa hiyo ndio unaona hapo inaniandikia one active. Hiyo inakaa hivyo. Lakini pia kuna audio iko hapa. Hii audio hapa hivi. Hii audio ni maelekezo kwako wewe mgeni. Utabonyeza utasikiliza hiyo audio, itakupa maelekezo fulani ya namna ya kutumia akaunti yako. Lakini pia sehemu nyingine inabidi uwe na link. Hapa ni sehemu ambapo utapata link yako. Ambapo hii link utakapoitumia kumpa mtu mwingine, yani hiyo ndio link ambayo ukitaka na wewe kumuunga mtu utatumia hiyo link. Maana yake hiyo link utagusa hapa palipoandikwa copy, utaicopy, alafu kama kuna mtu anataka naye ajiunge, unaenda unamtumia hiyo link yako. Hiyo ndio sehemu ambayo unapata link yako. Sasa baada ya hapo kuna ratiba. Baada ya hapo kuna ratiba.
Container site timetable hii inakuonyesha kwamba kila siku unafanya kazi gani. Kwa mfano hapa imeonyesha kwamba Jumatatu ni YouTube videos. Kwa hiyo unajua kabisa siku ya Jumatatu utaenda kwenye kipengele cha YouTube. Siku ya Jumanne ni trivia question, ni maswali. Siku ya Jumatano ni Facebook videos, ni kuangalia videos. Siku ya Alhamisi ni articles, kuandika articles. Siku ya Ijumaa ni translation. Translation ndio hiyo kutafsiri lugha. Ni siku ya Ijumaa. Then siku ya Jumamosi, hii ni Jumamosi ni WhatsApp status. Hapa inakaa ni WhatsApp status, kuposti matangazo na kulipwa. Unaposti matangazo status unalipwa. Hapa ni kulike matangazo, ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo hapo wamekuonyesha ratiba ya wiki nzima. Sasa kwenye kufanya kila kipengele, kama unapata changamoto, ukifika siku ya Jumatatu, ukishindwa kuangalia hizo video za YouTube, unamcheki kiongozi aliyekuunga, unamwambia wewe unashindwa kuangalia video za YouTube, atakwambia tatizo nini, lakini mimi nitaelekeza hapa kwa ufupi ujue ni sehemu gani ya kuzipata hizo video. Baada ya hapo, huku mwisho kabisa wameandika affiliation daily, chat daily. Hapa wanamaanisha nini? Hapa wanamaanisha kipengele cha affiliation. Affiliation ni kuunga watu. Swala la kuunga watu halina ratiba. Kwa hiyo lenyewe unafanya siku yoyote, saa yoyote, muda wowote. Kwa hiyo lenyewe ndio maana unaona hakuna kwenye ratiba kwamba siku fulani ndio siku ya kuunga watu. Hiyo unakuwa unaifanya kila siku. Lakini pia hii ya kuchat na wazungu nadhani, hiyo yenyewe unakuwa unaifanya daily, kila siku. Haipo kwenye ratiba. Unaanza kuona kwenye ratiba hicho kitu hakipo. Nadhani hapo umenielewa vizuri. Nimeielezea dashboard, nimeelezea huu kurasa ambao ukijiunga tu unakutana nao. Je, unamaanisha nini? Sasa baada ya hapo kuna vitu vingine viko huku chini. Kwa mfano kama hapa kuna kitu kinaitwa dashboard, hapa kuna kitu kinaitwa team, hapa kuna kitu kinaitwa withdraw, hapa kuna kitu kinaitwa sign out. Hiyo sign out ukibonyeza unakuwa umetoka kwenye account yako. Ukitaka kutoka kwenye account yako unabonyeza hiyo sign out. Ukitaka kutoa pesa unabonyeza palipoandikwa withdraw, Ukitaka kuona team, watu ambao umewashirikisha wako wangapi, unaingia hapo kwenye team. Ukitaka kurudi kwenye ukurasa huu wa dashboard wa mwanzo unabonyeza palipoandikwa dashboard hapo sehemu ya kwanza. Kwa hiyo hayo ndo maelekezo ya hivyo vipengele. Sasa ukitaka kufanya kazi, ukitaka kuondoa huu ujumbe hapa, unabonyeza hapo. Bonyeza hapo, huo ujumbe unaouona hapo notification utatoka kama hivi, nibonyeza. Baada ya hapo sasa nataka nikuonyeshe namna ya kufanya kazi. Nikiingia hapo ni kwenye hiyo ndo menu. Sasa hapo ndo ukiingia unakutana na kazi zote, vipengele vyote. Kwa hiyo nitaingia hapo nikuonyeshe. Ukiingia hapa kuna sehemu imeandikwa overview. Overview hapo ukibonyeza hapo inakurudisha kwenye ukurasa tuliotoka. Nikibonyeza hapo inanirudisha kwenye ukurasa huu hapa. Narudi tena hapo. Narudi. Baada ya hapo kuna sehemu imeandikwa cash out. Cash out ndio sehemu ya kutolea pesa. Kwa hiyo ukiingia hapa ni sehemu ambayo unataka kutoa pesa unatolea hapa. Sasa hapa naomba unisikilize kwa makini, maana wengi huwa ndo wanachanganya kwenye hiki kipengele. Sasa unataka kutoa pesa, kitu cha kwanza utachagua unataka utoe kwenye kipengele gani. Hela zitolewe kwa pamoja. Na naomba nisisitize hapa, nirudi hapa nikuonyeshe kwamba hela inayokaa hapa, hii hela hii ambayo imekaa hapa, hii hela inayokaa kwenye net income, uwaga hatutoi pesa hapo. Hiyo ni rekodi tu. Tunataka kutoa pesa, unachagua kipengele ambacho unataka tutoe. Kwa mfano naweza nikatoa pesa iliyopo kwenye balance hapo. Naweza nikatoa pesa iliyopo kwenye TikTok hapo. Naweza nikatoa pesa iliyopo kwenye ads, naweza nikatoa pesa iliyopo kwenye quiz, kwenye YouTube na kuendelea. Kwa hiyo lakini hiki kilichoandikwa hapa juu, hiyo ni jumla ya vipengele vyote. Kwa sisi uwaga hatutoi jumla, tunatoa kwenye kipengele husika. Kwa hiyo usije ukaniambia mbona net income ni 70,000 alafu nashindwa kutoa. Hatutoi kwenye net income, tunatoa kwenye vipengele husika. Kama nataka nitoe labda tuseme kwenye ads, nitaangalia ads iko shilingi ngapi. Kama nimefikia kiwango cha kutoa ads, nitaenda kutoa kwenye ads. Kama nataka nitoe kwenye YouTube, nitaangalia kwenye YouTube imefikia kiasi gani, nitaingia pale. Kama nimefikia vigezo vya kutoa pesa ambapo kwenye YouTube, nitatoa kwenye hicho kipengele cha YouTube. Lakini hapa kwenye net income huwa sio sehemu ya kutoa pesa. Hiyo ni rekodi tu inakuonyesha kwamba mpaka sasa hivi umetengeneza faida kiasi gani, lakini kuzitoa tunatoa kwenye vipengele vyake. Nikitaka kutoa hela ambayo nimeitumia kushirikisha watu, ni hela ya balance. Kwa hiyo nikirudi pale kwenye withdraw sasa, okay, umeandika cash out. Hapa kwenye cash out, cha kwanza utachagua, je, unataka utoe kwenye kipengele gani? Hapo una click hapo, mimi nataka nitoe kwenye kipengele gani, utachagua. Kama ni balance, ndio hiyo imeandikwa main balance, ni ile ya kushirikisha watu. Ambapo mimi kwenye kushirikisha watu pale kama unavyoona na 64,000 hiyo. Kwa hiyo nitaka kuitoa hiyo, naweza nikaitoa hapo. Nakuja naandika kiasi nataka kutoa hapo. Kama nataka kutoa 60,000 labda mfano. Nataka kutoa 60,000 hapo, itaniandikia. Nikibonyeza initiate withdraw na toa, ila kwa sababu sitaki kutoa sasa hivi, sitotoa muda huu. Bado sijafikia kutoa, sitaka kutoa muda huu. Kwa hiyo nikitaka kipengele kingine labda YouTube, nachagua. Kwa hiyo utanionyesha YouTube, bado sijaanza kuingiza hela. Kwa hiyo hapa kwenye YouTube sina hela, kwa hiyo siwezi nikatoa. Nikitaka kutoa kipengele kingine labda Facebook, itanionyesha pale Facebook bado sina hela. Hapo juu hapa. Unaona? Nikitaka hapo sasa, maana yake nikitaka kipengele kingine, sababu hapa ndo nimeanza kazi, bado sijaanza kuzifanyia kazi hizi. Kwa hiyo hapa unachagua kipengele gani unataka utoe.
hapa hakuna kipengele cha net income. Nasisitiza hii kwa sababu inajua watu wengi ndio huwa wanachanganya. Hii net income huaga hatutoi hapa. Hakuna kwenye kutoa pale, hakuna kipengele kimeandikwa net income. Tunatoa kwenye vipengele husika. Hii net income ni jumla ya vipengele vyote. Lakini kwenye kutoa hatutoi kwa jumla, tunatoa kwa kipengele. Hiyo nadhani imeeleweka vizuri. Hiyo ieleweke vizuri kwa sababu sija kafika mwishoni tukaanza kuambizana kama mbona imekuwa hivi, kimepanda sio kimeshuka. Hapana. Kwa hapo kwenye cash out nimeielezea vizuri. Kuna sehemu imeandikwa weekly ranking. Weekly ranking hapa ni sehemu ambayo inaonyesha, unajua hapa ni inaonyesha kwamba watu wanaposhirikisha watu, nani anafanya vizuri kwenye kushirikisha watu. Kwa hiyo hapo ukiingia utakuta watakuonyesha aliyeko nafasi ya kwanza ni nani. Kama hapo kodi 12 ndio iko nafasi ya kwanza, kifuatiwa na Mligo, nafasi ya 3 kifuatiwa na Amtin 12. Na wanakuonyesha idadi ya watu ambao wameshirikisha. Kwa hiyo na wewe ukiwa unafanya vizuri, ipo siku utajiona hapa kwamba sasa wewe ukiona unashirikisha watu vizuri, utakuja kujiona kwenye hii list hapa ya watu ambao wanafanya vizuri. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ambayo inaonyesha, lakini pia hawa watu huwa wanapewa bonus. Ambaye anashika nafasi ya kwanza wiki mpaka wiki inaisha anapewa 15,000. Ambaye atashika nafasi ya pili kwenye kushirikisha watu atapewa 10,000. Nafasi ya tatu anapewa 5,000. Na hao tunaowashirikisha ina maana wao wamelipia, akaunti zao zimekuwa active kama ya kwako. Yeah. Kwa sababu nyingine imeandikwa marketplace. Hapa unaikaga bidhaa kwa ajili ya manunuzi, lakini kwa sababu ndo kwanza inaanza bado hajaweka. Kuna hii sign up bonus. Hapa ndo unisikilize kwa makini. Kuna ile bonus ya shilingi 10,000 ambayo nilikuonyesha hapa. Kuna hii bonus hii hapa. Hii bonus hii ili uweze kuitoa ni sign up bonus, ni bonus ya wewe kujiunga. Hii ili uweze kuitoa inabidi uwe umefikisha idadi ya watu 40. Mimi hapo nimeshirikisha mmoja. Kwa hiyo mpaka nikifika watu 40 nitakuwa na uwezo wa kuiomba. Nitabonyeza sehemu iliyoandikwa claim to claim, nitaclaim. Basi nikisha claim hiyo pesa itaingia kwenye balance, itahamia hapa kwenye balance. Kwa hiyo nitakapofikisha watu 40 naweza nikaiomba hiyo pesa na ikahamia hapa kwenye balance. Kwa hiyo hapo ndo kwenye sign up bonus. Baada ya hapo kuna hizi zinaitwa ni earning task. Hizi earning task ndio kazi sasa zile za ziada za kufanya. Cha kwanza kuna videos. Kuna hiki kipengele cha videos, featured videos. Kuna video ambazo ukijiunga tu utakuwa unatazama hiyo featured video. Ukitazama hiyo video, baada ya kutazama then utapokea bonus yako ambayo hiyo bonus utawekewa kwenye balance. Kuna TikTok task. Ukifanya TikTok task kwenye ratiba pale, kama ni siku ya TikTok utaingia hapa kwenye TikTok task, utatazama video ya TikTok then utajipatia bonus na itawekwa kwenye balance yake ya TikTok. YouTube inakuwa hivyo hivyo. Ikifika ni siku ya YouTube nadhani Jumatatu, utatazama, utabonyeza hapo utakuta video zimewekwa, utatazama then utaingiza pesa kwenye kipengele cha YouTube. Facebook utaingia kwenye kipengele cha Facebook, utatazama videos kulingana na ratiba ya hiyo siku then utaingiza hiyo pesa. Translation, hiki ni kipengele cha kutranslate. Kama kwenye ratiba nadhani hii iko Ijumaa, utaingia hapo siku ya Ijumaa utatazama. Right and end utaangalia kwenye ratiba iko siku gani utafanya. Trivia quiz utaangalia quiz hii ya kujibu maswali ipo siku gani na yenyewe pia utafanya. Yeah. Kwa hiyo hizo ndo zinaitwa earning task. Zingine ambazo nilikuwa sijazimalizia, kuna hii spin and wheel. Hii ni ukiingia hapo utakuta gurudumu, kilibonyeza hivi linazunguka, bonus unaipata kulingana na gurudumu imedondokea sehemu gani. Kuna nyingine inaitwa ni add reward. Hii ni kulike matangazo. Ikifika siku husika utaingia hapo utakuta matangazo then utakuwa una like, unalipwa. Cha mwisho hiki ni status rewards. Hapa ni unaposti matangazo status, alafu una screenshot idadi ya viewers, alafu unairudisha huku unalipwa. Hivi vipengele visikupe pressure. Utakuwa unamwambia kiongozi wako aliyekuunga kama siku husika ikifika, alafu kama unapata changamoto. Yeah. Kitu kingine ni hii chat. Hiyo ndio ya kuchati na wazungu. Sasa hiyo utakuwa unaifanya kila siku, unaingia unachati na wazungu, unajiingizia pesa zako. Kuna ebook unakuwa unasoma makala. Unasoma tu makala, hiyo nadhani yenyewe haina shida. Ukiingia unasoma makala. Community hub hapa ni kuchati kama community, kuchati na members wengine waliopo katika Kozena site. Trading room kwa wale wanao trades, wale watu wa forex. Ukiingia hapo utakuta baadhi ya mafunzo ya forex. Cinema kwa wale wanao wapenzi wa movie. Ukiingia hapo utakuta movie then unaweza kudownload na ukaenjoy. Prediction kwa wale wa kubeti wale. Hapo unaweza kukutana na odds zile ambazo ni sure odds. Unaweza ukazitumia ukabeti then ukanufaika. Kwa hiyo hayo ni manufaa namna kutumia akaunti yako ya Pata Plus. Kitu cha mwisho ni AI Academy. Kama unataka kujifunza kuhusu AI, mambo ya ChatGPT, mambo ya Gemini, AI zote, artificial intelligence au wanasema akili mnemba, unajifunza hapa. Unataka kutoka kwenye akaunti yako unabonyeza logout. Yeah, hiyo ni namna ya kutumia akaunti yako ya Pata Plus. Unataka kurudi sasa kwenye ukurasa wa mwanzoni, unabonyeza hii sehemu iliyoandikwa overview. Ukibonyeza hapo overview inakurudisha
kwenye ukurasa ule wa mwanzoni. Kama nikibonyeza hapo inanirudisha hapo. Kitu kingine sasa ambacho nataka nikuelezee, ambacho sijakielezea, ni kuhusu team hapa. Unataka kuangalia timu zako, unabonyeza hapo palipoandikwa timu. Ukishabonyeza itakuleta hapa. Sasa hapa itakuonyesha kuna timu za aina 3. Kuna team 1. Team 1 hao ni watu unaowaunga wewe moja kwa moja. Wewe ukimuunga tu mtu unaingiza 9,000. Kwa mfano mimi nimeunga tu mtu mmoja hapa. Huyu mtu niliyemuunga ameniingizia shilingi ngapi? 9,000. Ukija team 2. Team 2 ni watu ambao wanaungwa na watu wako wa team 1. Kwa mfano huyu niliyemuunga huyu Coolest 19, huyu niliyemuunga. Yeye akiunga tu mtu mimi naingiza 3,000 hapa. Yaani akiunga tu mtu huyu Coolest mimi naingiza 3,000. Kwa hiyo ndio inaitwa team 2. Kwa hiyo nitaka nione watu wa team 2, nitabonyeza hiyo sehemu ya team 2, nitaona watu ambao nimewashirikisha wa team 2. Je, nimeshirikisha watu wangapi? 16. Ambao wako active waliolipia kwa wangapi? 9. Nimeingiza kiasi gani? 27,000. Kwa hiyo hapo ninakuwa inakuonyesha. Team 3 ni watu walioungwa na watu wangu wa team 2. Kwa hiyo hao watu wa team 3 unaingiza 1,000 kwa kila mtu. Kwa hapa nao active 28, lakini waliotumia link ni 39. Kuna wale ambao unampa linki anaitumia lakini halipii, naye anasomeka hapa, lakini anasomeka kama inactive, maana yake hajalipia. Ukiangalia hapo unaona kwa mfano huyu wa kwanza ni active, huyu wa tatu ni inactive. Maana yake huyu amejisajili lakini bado hajalipia. Kwa hiyo inakuwa inasomeka hivyo. Kwa hiyo ukitaka kuangalia timu zako kwamba wewe umeunga wangapi unaangalia hapa. Ukitaka kujua timu 1 wenyewe wamekusaidia kuunga watu wangapi unaangalia hapa. Ukitaka kujua timu 2 wamekusaidia kuunga wangapi unaangalia hapa. Na kila timu na kila mtu ana malipo yake. Timu 1 wewe ukiunga mtu 9,000. Timu 2 mtu wako akiunga mtu 3,000. Timu 3 timu 2 akiunga mtu 1,000. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ukiwa unashirikisha watu, hii fursa utaifaidi sana. Kwa hiyo narudi kwenye overview, narudi kwenye account yangu. So hii ndio Kozena site, ni platform ambayo inafanya vizuri sana. Kwa hiyo au ni maelekezo mazuri sana namna kutumia account yako. Ukipata changamoto zaidi, usisite kumuona kiongozi wako, mtu aliyekuunga, ili aweze kukupa maelekezo zaidi. Kwa hiyo ambaye hujajiunga na Kozena site, unaweza kunicheki kupitia namba hizo za WhatsApp hapo chini ili uweze kupata maelekezo zaidi. Kwa ambaye hajajiunga na Kozena site, anaweza akaniona kwenye hizo namba ya WhatsApp hapo chini ili nimuelekeze aweze kujiunga na hii fursa ambayo inafanya vizuri. Nitaji shilingi 14,500 tu ambao unalipia mara moja, ulipii tena. Asisitiza kwa ambaye hajajiunga, ambaye umeshajiunga ukiwa na changamoto muone mtu aliyekuunga. Baada ya kusema hayo, usisahau kusubscribe hii channel ili uweze kupata mafunzo mengine kama haya ya fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza kila siku kupitia mitandao. Hii ni Kozena site.